na ambaye tumefahamiana siku nyingi tangu mwaka wa 87 ndio tukisoma wote diploma nyakati hizo, na akanisihi kwamba nije niwe mhudumu. Nikamkumbusha kwamba tayari walikuwa wameniomba nikahudumu katika makambi ya Kiomboi kule Singida. Lakini akaniambia, pastor, tafadhali achana na habari ya Kiomboi. Kwa sasa hitaji letu kubwa ni wewe kwenda kuhudumu Monduli. Nami nikamkubalia. Nilipomkubalia ilikuwa kwa njia ya simu. Alifurahi sana. Sijaona mtu aliyefurahi kama yeye. Ningekuwa na hojiwa kwa Kiingereza ningesema alisema you have made my day. Amefanya nijisikie vizuri sana. Amen. Naam, Andrew. Lakini pia licha ya mchungaji kunena vizuri kabisa hapo, najua alipokea wito, na kwa sababu ni kazi ya Bwana ambayo tumeagizwa tukaifanye. Mi bado hapo nina swali. Baada ya kupokea wito kuja katika mtaa huu wa Monduli katika makambi ya mwaka 2026, mtazamo wako ulikuwa ni upi ulipopokea taarifa zile, na ulipofika sasa ulitazama vipi kambi hili kwa sasa? Ninashukuru pia kwa swali hilo, na huenda ni nafasi pia nzuri ya kutaja kwamba unajua udaktari wangu ni wa uinjilisti maeneo mapya. Amen. Kwa hivyo bila kuelewa kwamba ulikuwa ndio mpango wa Mungu, huwa najisikia furaha sana ninapohudumu katika maeneo ambayo hayajawa na washiriki wengi, ndio tunaita maeneo mapya pia. Amen. Kwa hivyo nilikuja nikiwa nimejiandaa kwamba makambi ya Monduli na hata yale ya Kiomboi ambayo ningeenda yasingekuwa na wahudhuriaji wengi. Msema kweli, mpenzi wa Mungu, kwa kweli sikutegemea kwamba mahudhurio yangekuwa kama nilivyoyakuta, lakini baada ya kufika nikatiwa moyo kwamba wamehudhuria kwa kadri Mungu alivyowawezesha. Lakini zaidi ya yote kwaya Mathare North Ambassadors nao wakazidi kunitia moyo kwamba hata baridi haijawababaisha. Amen. Wameendelea kuhudhuria tena kuwahi, na tuseme tu kweli wametusaidia kuongeza idadi ya wahudhuriaji. Amen, amen. Kwa nini tusiseme amina? Bwana Yesu asifiwe. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Makambi mtaa Monduli 2026. Karibu sana Msesa, nimeona ukitabasamu, huenda na kitu nataka kuzungumza. Wakati daktari akizungumza nilikuwa ninavutiwa kutamani kumuuliza kitu. Ndio. Kwamba amegusia kitu kwamba anatamani kufanya kazi kwenye mazingira ama maeneo ambayo ni mapya, hususan maeneo ambayo bado yana washiriki wachache sana. Na sasa mimi natamani kufahamu, ukiangalia takwimu za Waadventista wa Sabato, watu ambao ni wa Maasai ni wachache sana, na Pastor Lekundayo ni mmoja kati ya hao. Sasa iliwezekanaje kwake, ilikuwaje rahisi yeye kia imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato na kuingia huku na mpaka kufika leo katika hali hii ya utumishi katika ngazi hizi ambazo amekuwa akizitumikia mpaka leo anakuja kunena kama mnenaji mkuu katika mikutano hii ya makambi? Mchungaji. Ukweli ni kwamba Waadventista wa Sabato wa jamii ya Kimaasai ambao umeweka vizuri kusema ni watu wangu, mimi ni mmoja wao, ni wachache hata huko Kenya, maana tunafahamiana sisi, hatusumbuliwi na mipaka. Tunafahamiana vizuri, nina marafiki wengi Kenya. Ni wachache bado ukiwalinganisha na makabila mengine, lakini nadhani Tanzania tena wamekuwa wachache zaidi. Hata idadi ya wachungaji Kenya ni kubwa kidogo wa Masai kuliko Tanzania. Lakini basi huenda nitakuwa nimejibu kwa usahihi zaidi nikisema sasa hapo naongea kama mtu ambaye amebobea katika mambo ya uinjilisti wa maeneo mapya. Ni mtazamo wa wengi, wanavyotazama wengi, perception ya wengi wanasema ni kwamba Wamasai na makabila mengine kama Wahadzabe, Wabarbaig, hata Wazaramo, Wangoni ni wagumu kupokea Injili. Lakini kwa jinsi ambavyo tumesoma na kuelewa namna ya kuingia hayo maeneo, tumeishia kugundua kwamba sio wao ndio wagumu, ila wapeleka ujumbe ndio wagumu. Kwa maana ya kwamba hawataki kutulia kidogo ili wajifunze utamaduni wa wale watu, desturi zao,
na wapate njia sahihi yenye nguvu, yenye kuzaa matunda ya kuingia kwa watu hao. Na hivyo nirudie, wagumu si hao tunaopenda kuwaita wagumu. Sijali ni Wamasai, sijali ni Wazaramo. Wa mara nyingi sisi tunaopeleka ujumbe ndio tunakuwa na haraka mno, hatutulii tukamruhusu Roho Mtakatifu atufundishe namna ya kuingia ama kupeleka ujumbe kwa njia ambayo itakubalika. Amina. Lakini hapo nataka nichochee kitu kimoja ama niongezee. Mchungaji amefafanua kwa uzuri sana, lakini pia mimi nimekuwa nikitazama asilimia kubwa wanaokuwa wachungaji, huenda tunakiwa tunatazama baadhi yao wanatoka katika familia ambazo tayari ni Waadventista wa Sabato na wanamwamini Yesu Kristo, na wanapita mule kwa sababu labda huenda wazazi wao pia ni wachungaji. Natamani kufahamu kwako mchungaji, wewe ilikuwaje? Ulitoka katika familia ya mazingira yapi? Hilo swali nalo ni zuri, na huwa mara kwa mara watu wanaponiuliza hilo swali, hata wakati mwingine tulipokuwa tunaenda General Conference, wazungu wakishasikia kwamba huyu anatokea jamii ya Kimasai, wanavutiwa kutaka kufahamu zaidi, na hasa amepokeaje Injili. Na kila mara kwa kila yeyote aliyeuliza, huwa nikianza kueleza ananiambia unapaswa uandike kitabu, you need to write a book. Yes. Kwa sababu anaanza kwa kuambia swali kubwa, swali la msingi sio nimekuwaje Mwadventista Msabato, lingekuwa nimesomaje, nimepataje nafasi ya kwenda shule. Maana miaka yetu hiyo, siku hizi Wamasai iwe ni Kenya iwe ni Tanzania, wamefunguka, wanawapeleka watoto wao shule. Lakini miaka yetu watoto walikuwa wanakusanywa kama mchango, na ukirudi mwaka mwingine unaofuata kusema unataka tena kumwandikisha mtoto shule, mzazi anakuambia nilitoa mwaka jana, nilimtoa mtoto mwaka jana. Na kwa hivyo kusema kweli aliyekuwa ameandikishwa ni kaka yangu. Na mimi nikaenda nikiwa mdogo, na miaka hiyo tulikuwa hatuulizwi umri. Unaambiwa uweke mkono, ukifaulu kushika ncha ya sikio wanasema umefaa. Kama ukishindwa bado. Na nilihangaika sana, maana nilikuwa nimechoka kuchunga ng'ombe, mbuzi za baba. Nilitamani niende shule, sio kwa sababu naifahamu ina maana gani, lakini nitoroke hilo. Kwa hivyo nikakazana mpaka nikasimama kwa vidole nishike sikio, mkono haukufika maana nilikuwa mdogo. Lakini basi Mungu na asifiwe kwa ajili ya yule mwalimu. Amen. Ambaye nafikiri wapare watafurahi kusikia kwamba alikuwa mpare wa kutoka maeneo ya Mtii Bwambo kule. Safieli Langeni. Utasauje mtu aliyekutoa mbali hivyo? Na kaniangalia usoni akasema, kumbuka sielewi hata Kiswahili na tafsiriwa. Huwa sioni aibu kuonyesha historia ya wakati huo ulikuwa unatumia Kimasai. Mungu alikonitoa. Nimevaa kipande changu cha rubega na sijui Kiswahili, kuna mtafsiri hapo. Akasema mwambie bado mdogo. Nikastuka kwamba kwa hiyo narudi kuchunga, moyoni nikasema. Lakini baadaye yule mwalimu akaniangalia tena akasema mwambie ingawa ni mdogo tunamwandikisha shule. Amen. Kwa hiyo nikaanza shule, nitaeleza tu hiyo kifupi. Lakini pia Mungu akawa mwema, maana rais wa Tanzania wakati huo ni Mwalimu Julius, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akawa ameweka sheria ama utaratibu kwamba watu wanaotokea jamii za wafugaji na hasa Wamasai, mtoto asipokwenda shule, akiandikishwa alafu asiende shule, hakuna adhabu nyingine, hakuna fine, ni kumfunga tu. Kwa hivyo nakumbuka ilikuwa hapa Monduli, mahakama ya wilaya, siku ya kuhukumu wazazi ambao wamezuia watoto wao kwenda shule, nazungumzia Wamasai, karandinga ya polisi inasimama. Mnajua lugha karandinga, lile lori. Unasomewa tu fulani fulani umezuia mtoto kwenda shule, umefungwa miaka 3, panda juu ya lori. Fulani fulani umekataa mtoto haji shule, umefungwa. Kwa hiyo wanapelekwa pale karibu na airport ya Kisongo, gereza ndipo lilipokuwa, bado lipo, ingawa sasa limerekebishwa, ilikuwa na hali mbaya. Na kama wangefungwa Wamasai 10, una bahati 2 watatu wakimaliza. Walikuwa wanakufa karibu wote kwa sababu mbili kubwa: kazi ngumu, hawajazoea, lakini la pili, chakula kilikuwa ni maharage ambayo hajaiva na ugali mbichi.
wanaharisha, wanakufa, alafu tamko linakuja, hiyo ndio adhabu yenyewe. Kwa hivyo baba akasema sasa nani akafungwe? Nani akafungwe? Nenda kateseke mwenyewe huko. Sawa kabisa. Sasa maana nimerefusha kutoa majibu lakini basi wakati nikiwa kidato cha 4 form 4 nilikuwa nimejipanga na vijana tuliokuwa sekondari wanaotokea jamii ya Kimasai kwamba tungeenda jeshini moja kwa moja, hatukuwa na mjadala. Lakini akaja mtu wa Mungu marehemu mchungaji Faris Masokomia Muganda, baba yake Baraka Muganda ambaye ananiita mdogo wake wa kiroho, akahubiri pale Arusha pembeni mwa shule yetu, nisoma Arusha mjini. Kwa hivyo vipindi vya darasani vikiisha, wakati wenzangu wanashughulikia mambo ya usafi na nini, nikawa natoroka, unaweza ukaita utoro mtakatifu, ili niende kwenye mahubiri na baadaye ndipo nikabatizwa. Amina. Amina. Baada ya kubatizwa mchungaji Godwin Lekondayo, je, ulipata wapi wito wa wewe kuamua kuwa mchungaji katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato? Baada ya kubatizwa nilitumwa kuja hapa Monduli kwa sababu kwetu kulikuwa hapa mahali jeshi lilipo, TMA, Tanzania Military Academy. Kulikuwa naishi jirani hapo. Na hivyo Monduli wakati huo ni familia moja tu ya mzee Tuarira Hosea. Na hivyo mimi ndiye mshiriki anayeongezeka anayetokea nje ya hiyo familia. Na kwa hivyo nachojaribu kusema ni kwamba haikuwa rahisi moja kwa moja kwa sababu nimebatizwa nikasome uchungaji. Badala yake nikajikuta nimeenda ualimu na nikafanya ualimu miaka 10. Okay. Lakini kumbuka nilianza hata shule nikiwa mdogo, kwa hiyo kila kitu kinakuja nikiwa mdogo. Nikienda kusoma uchungaji watu walidhani ndio naanza, wasijue nimeshatumika serikalini miaka 10. Na kwa nini niende uchungaji? Kwa sababu nilipokuwa mwalimu kulikuwa na mambo mawili. Moja, sikuwa na kuridhika moyoni, satisfaction. Sikuwa naridhika. Najiona kama kuna kitu kimepungua. Lakini huenda walionisaidia zaidi ni wazazi wa vijiji hivyo nilivyokuwa nafundisha. Maana kila mara waliponiona walisema, "Ipi, ulisema wewe unafanya kazi gani?" Nikasema mwalimu. "Hapana, unafanania mno na mchungaji." Amina. Kwa hivyo ikanitia hamasa kwamba nadhani huo ni wito wa Mungu kwamba nikasome uchungaji. Amen, amen. Natamani sote tungesema amina kwa kishindo kama cha Wakobo. Amina. Naam, mchungaji, mimi nimekuwa nikikufuatilia baada ya kuwa tangu umekuwa ukihudumu katika utumishi huo wa uchungaji. Na nimefuatilia mahubiri yako karibia mengi. Nimegundua kwamba unatumia visa sana. Yaani katika mahubiri yako unatumia visa. Nini siri ya matumizi ya visa katika mahubiri yako? Na ninaona ni visa halisi ambavyo wewe mwenyewe umevishuhudia na kuvifahamu kabisa katika maisha yako. Nini hasa kimekuwa ni msukumo wa wewe kutumia mahubiri na visa? Nashukuru tena kwa swali hilo, nalo ni zuri. Maana nilishaulizwa tena na mtu mwingine au mahali pengine. Ninavutiwa na visa kwa sababu moja, unapohubiri alafu ukatoa kisa, mtu akitaka kukumbuka hubiri lako anajikumbusha kisa kwanza. Akikumbuka kisa anakumbuka hubiri. Ni rahisi kusahau hubiri, lakini sio rahisi kusahau kisa. Yeah. Ni kile wanachosema ni rahisi kusahau mtunzi wa wimbo, lakini usiusahau wimbo. Na hata hivyo Yesu mwenyewe alipokuwa anahubiri, huenda tunajitahidi kumuiga, alikuwa mara kwa mara mahubiri yake yote, sikumbuki hubiri ambalo alihubiri asitumie mfano, kielelezo, parable. Anapotumia mfano, kama anaongea na wakulima anazungumzia juu ya mpanzi. Kama anaongea na mainjinia, wahandisi, watu wa ujenzi, anazungumzia juu ya mhandisi gani, ambaye mjenzi gani, hata pige hesabu kwanza kabla hajaanza ujenzi. Kama alikuwa anaongea na wafanyabiashara, angesema ya kwamba mtu mmoja aliwekeza fedha zake kwa watu, akahitaji walete faida. Kwa hivyo akiongea na wafugaji, anazungumzia juu ya wale kondoo mmoja aliyepotea. Kwa hivyo Yesu mwenyewe aliwagusa watu kwa sababu alikuwa anatumia visa. Alikuwa anatumia visa, sawa.
Msese, labda una kitu nataka kuzungumza. Mimi nimevutiwa sana na namna ambavyo mchungaji na daktari alivyoweza kujibu swali hili. Ninafahamu kuwa visa kama ambavyo ameweza kufafanua, Yesu pia alikuwa akitumia katika mafundisho yake. Sasa kwa kuwa pastor umekuwa mtumiaji mzuri wa visa katika mahubiri yako, je, hujawahi kushauriwa au kupata msukumo wa kuandika vitabu? Kama ndivyo, umeandika vitabu vingapi mpaka sasa katika uandishi wako? Pengine ukinijibu hapo, nitakuwa na viswali vingine vidogo vya kujazia kwenye kipengele hicho, kwa maana ya jinsi ambavyo visa hivi umekuwa ukivitumia, vinasikika katika mahubiri, vinasikika katika mafundisho ambayo umekuwa ukiyatoa. Hujawahi kupata ushauri ama msukumo wowote wa wewe kuandika pengine kitabu, na kama ndivyo, umeandika vitabu vyovyote mpaka sasa? Ninamshukuru Mungu sana kwa karama pia ya uandishi. Amina. Na unajua kusoma, hata uwe daktari haimaanishi utaweza kuandika. Unaweza ukawa na uwezo huu lakini usiwe na ile karama ya kuandika. Hata kiu yenyewe ya kuandika usiwe nayo. Lakini basi Mungu amenibariki, nimeshaandika vitabu 4, cha 5 kiko Ufunuo Publishing House. Na huenda nao watakaposikia wataharakisha ili kitoke. Amina. Nimeandika kitabu changu cha kwanza, niliandika kwa Kiingereza wakati ndio tu nimemaliza udaktari, kinaitwa The Cosmic Christ. Ukienda kwenye Google ukaandika Amazon Books, alafu kaandika jina langu Godwin Lekundayo, The Cosmic Christ, utakutana na hicho kitabu. Ni kitabu kikubwa zaidi, karibu kurasa 300, na mpaka leo Amazon wanaendelea kukiuza kote ulimwenguni. Watu wanaweza wakaagiza hata Tanzania hata Kenya kwa kutumia visa, kadi zao za visa. Lakini sasa umaskini nao una gharama zake, maana mpaka leo hamna ninachopata kile wanachoita royalties, kwamba wananipata kitu kidogo kama mwandishi mpaka watakapomaliza kukata gharama walizotumia. Na hiyo hainisumbui, maana sikuandika kwa nia ya biashara. Amen. Lakini kitabu kingine ni kitabu kidogo, kinaitwa Kuyaendea Maeneo Mapya, How to Reach New Territories, lakini kiko kwa Kiswahili pia. Kitabu cha 3 ni Amani Itokayo Juu. Utakumbuka mtazamaji na msikilizaji kwamba nilipokuwa nahubiri Nyamongo, neno langu kuu lilikuwa amani itokayo juu. Chenyewe nacho ni kikubwa zaidi ya kurasa 300. Na walinitia moyo marafiki kwamba haya mahubiri watu watasahau, kwa nini usiyaweke kwenye namna ya kitabu? Lakini kitabu kinachopendwa sana, kinauzwa 15,000, na vitabu hivyo na hiki ambacho nitakitaja pia viko sana Union ya Kusini. Kwa hiyo huenda nitakalofanya ni kutembelea pia viongozi wa mambo ya vitabu wa Union ya huku, kwamba wajitahidi vipatikane Union ya Kaskazini. Kitabu cha 4 ni kitabu kinachoitwa chenye kichwa kinachosema Hata Sasa Bwana Anatenda. Amen. Sasa kwa wale wanaopenda visa, hicho sasa ni visa, kisa baada ya kisa, kisa baada ya kisa, na mafungu ya Biblia, na hicho kinapendwa sana. Amen. Na cha 5 ambacho hakijatoka bado, nilikuwa nimeamua kukiwekea jina Bwana Amenitoa Mbali. Nikitaka kuelezea historia yangu mimi mwenyewe, nilivyozaliwa kwa baba mwenye wake 6, tulivyokuwa tunalala, mara mbuzi wanapanda kitandani, mara wamekukojolea, ili watu wajue Mungu anaweza akamtoa mtu mbali. Lakini mhariri Pastor Nziku, nikampa hariri, akaniambia hapana, tubadilishe, tuweke kichwa kinachosema nawezaje kusahau. Amen. Na nadhani hiyo title hiyo ni tamu zaidi kuliko Bwana Amenitoa Mbali. Kwa hiyo hicho tunasubiri kitoke. Ninajua nacho kitawatia moyo watu ambao wanajisikia wanyonge, wanadhani Mungu hawezi kubadilisha maisha yao. Amina. Kwa kweli mimi nimefurahi sana. Na nategemea Msese naye pia utakuwa mtu wa kwanza kwenda kuvitafuta hivyo vitabu. Ni kweli, nitawasumbua sana wainjilisti wa vitabu. Ukiwa na marafiki Dar es Salaam unaweza kuagiza. Niliwahi kumwagizia Pastor Mbwana, na vingine akapeleka Marekani kwa watu ambao walikuwa wameviomba ili wapelekewe.
Sawa. Mchungaji, katika vitabu ambavyo umeviandika ni kisa kipi kiliweza kukugusa sana ambacho leo mtazamaji na msikilizaji anayetufuatilia kwa sasa kinaweza pia kuwa fundisho katika maisha yake ya kiroho? Unajua ndio uzuri wa visa, maana hata ukihubiri kwenye makambi hata effort ya wiki 2 hutavimaliza. Ni kweli. Na kwa hivyo kuna kisa ambacho nilikuwa bado sijakitoa na sikuwa na mpango wa kukitoa, ina maana kwenye makambi hapa, lakini basi ningeulizwa kisa ambacho kimenigusa sana na kunionyesha wazi wazi uwezo wa Mungu, na hicho kisa kipo kwenye kile kitabu. Ni kisa cha huyu binti ambaye alikuwa kule Katesh, mkoa wa Manyara, na akataka kulazimishwa, wazazi wakamlazimisha aolewe na kiongozi wa dini ya Kiislamu, lakini naye hakutaka. Kwa hivyo akatoka Katesh, akatoroka, akaenda mpaka Loliondo kwa mama yake mdogo ambaye alikuwa nesi. Yule nesi badala ya kumsaidia ama kumtia moyo, akamwambia acha ujinga wewe, rudi Katesh, nenda kaolewe. Kwa hivyo akawa kama amekata tamaa, akawa amefika mwisho ama ukingoni mwa matumaini. Akachukua vidonge vya chloroquine, kizazi kia hujui chloroquine maana siku hizi hazitumiki. Vilikuwa vidonge vyenye nguvu sana vya kutibu malaria. Hata baadhi ya wanawake waliotaka kutoa mimba walivitumia, vilitosha kutoa mimba. Sasa wanasema hata 2 tu 4 tu vinatosha kumfanya mtu aingie katika hali mbaya. Lakini akavihesabu vidonge 40 ili ahakikishe vitamuua. Na baada ya kuvimeza, kila kimoja anakionja kama ni kweli ni chloroquine, mpaka vikaisha 40. Na alipomaliza kuvimeza akapanda kitandani, afya akiwa amelala kitandani masaa 6. Akajaribu kunyanyuka, maana alishangaa mbona bado najitambua. Akawa anatembea, anaweweseka, anapepesuka, lakini yuko hai. Kumbe mpango wa Mungu ndio kile nilisema jana, Mungu anaruhusu muujiza kwa sababu maalum, sio tu liwe bango la biashara. Kwa hiyo kumbe akaja sasa kwenye mahubiri yangu niliyokuwa nahubiri Loliondo. Mtazamaji na msikilizaji, mimi ndiye mwinjilisti missionari wa kwanza wa Adventista wa Sabato kuhubiri Loliondo. Na wakati huo hata babu wa Kikombe alikuwa hajajulikana atatokea. Kwa hivyo ni zamani. Kwa hivyo akaja na akasikia